Hello, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na leo basi jikoni kwangu tunaenda kuangalia ni vipi tutaoka keki yetu ya vanilla, na sitatumia mchapio wala kutumia hand mixer, nitatumia blender peke yake. Na recipe hii ni nzuri sana na ni tamu sana. Ikiwa hauja subscribe katika channel yangu, tafadhali na kuomba usubscribe, ulike na uniachie comment yako nzuri hapo chini. Na uguse kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja hapa kila wiki. Na ikiwa hujanifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Najla's Kitchen. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Na kama unavyoona hapo, mahitaji yetu ya leo, tutahitaji blender. Na kisha utaendelea na kuweka sukari yako. Nitatumia kikopo hicho kwa vipimo vyangu vyote. Na baada ya kuweka sukari yako, fuatilia na kuweka maziwa kikombe kimoja pia. Na baada ya kuweka maziwa, fuatilia na kuweka siagi ulioyayusha. Na ikiwa hauna siagi ulioyayusha, utaweka mafuta kiasi cha kikombe kimoja ambacho ni cha 250 grams. Hapo basi utafuatilia na kuweka mayai matatu kama unavyoona hapo katika video. Yapasue mayai yako kama hivyo na uyaweke katika jagi lako la kusagia. Na baada ya kuweka mayai yako, utafuatilia na kuweka arki yako ya vanilla. Utapima kiasi cha vifuniko viwili, na kiwa hautapima kiasi cha vifuniko, utaweka kiasi cha kijiko kikubwa cha kula nusu. Na baada ya hapo basi funika mchanganyiko wako na usage kiasi cha dakika 2 mpaka 3 au mpaka pale mchanganyiko wako utakapokusagika vizuri. Na kama unavyoona hapo basi mchanganyiko wetu upo tayari na unafaa uwe kama hivyo mwepesi sana. Na baada ya hapo utapima unga wako kiasi cha vikombe viwili. Na hakikisha kuwa unga wako wa keki unauchekecha. Na kikopo nilichotumia katika kupimia unga wangu ndio kile nilichotumia katika kupimia sukari. Na baada ya hapo fuatilia na kuweka baking powder kiasi cha kijiko kimoja cha kula. Nimetumia kijiko cha nusu ndio nikaweka vijiko viwili. Chekecha unga wako kwa kutumia kichungio kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuchekecha unga wako, ukoroge vizuri na ushukishe chini ule ambao uliopanda kwa juu ya bakuli lako. Na baada ya hapo basi fuatilia na kuweka mchanganyiko wako wa mayai ule tuliousaga mwanzoni. Na ukishamaliza basi kumimina mchanganyiko wako wa keki, utachukua mchapio wako na utaanza kukoroga unga wako wa keki mpaka utakapochanganyika vizuri pamoja na mchanganyiko wako wa mayai na siagi pamoja na vitu vyote tulivyovisagia. Na kama unavyoona mchanganyiko wako wa keki unafaa uwe kama hivyo. Na hapo basi hakikisha umetayarisha kikopo chako cha kuokea keki. Mimina mchanganyiko wako wa keki na uhakikishe kuwa umetayarisha oven yako au umetayarisha mkaa wako katika kuoka keki yako. Kipige kikopo chako na chini kama hivyo mnavyoona hapo katika video, na ioke keki yako katika moto wa 180. Na baada ya saa 180 keki yetu inakuwa ipo tayari kuliwa. Hapo basi keki yetu bado ni moto, nitasubiri ipoe kiasi kabla ya kuitoa katika kikopo cha kuokea. Na kama unavyoona hapo nilishaitoa keki yetu. Na mashallah keki hii imekuwa tamu, yani ni tamu sana ajabu. Nitaikata kwa ndani ili mpate kuona kwa ndani ilivyochambuka. Inapendeza sana kwa maziwa au kwa soda baridi au kwa kitu chochote kile utakachokipendea. Kama unavyoona hapo mashallah keki yetu inachambuka vizuri. Yani keki hii ni tamu sana na haina mfano wake kwa utamu niliopata katika keki hii. Ikiwa wewe ni mgeni hapa basi tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja hapa kila wiki. Na ikiwa hujanifollow katika social media zangu Facebook na Instagram, kote natumia Najla's Kitchen. Asanteni na kwaherini.